nimeficha ambao nitakuja kueleza hapa hivi. Ingawaje usikie shaka. Mimi mwenyewe nataka nitatue, wewe usiingililie hiyo. Niachie mimi nifanye kazi yangu. Tena nakumbuka kuna dada fulani kutoka Tanzania alikuja kunieleza ako na mimba. Na mimba yenyewe ilikuwa ya nyoka. Hakuwa mwenyewe anajua. Akalia kuna mimba, kumbe ni ya nyoka. Maanake walienda kuwekwa mimba ili aweze kupata fedha kutoka kwa yule mume wake. Ni mambo ambayo yanatendeka kwa familia. Mimi kusema kweli hata nilikuwa najua kuna bwana lakini sikuwa najua ni wewe. Huko unajua ni mimi? Sikuwa najua ni so wewe. So ukakuwa na right ya kuja kwa mtu? Mimi hata sisi tunagombania nini mjumbe? Unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Sivyo mimi sikuwa najua kama ni wewe. Huko unajua nini? Hello, what's up my good people? It's a girl D. Welcome back to my YouTube channel. Kama hujasubscribe, make sure umesubscribe na umeturn on notification. Anytime na post unapata video na ndio na watch. So guys, as you all can see, kama huja watch my previous video, make sure umeenda umewatch so that you can understand what is going on. And by the way, mambo imekuwa ngumu but I know tuko na Mungu, yeah. So that's why pia nyenye mnaona I'm here with the Dr. Okello na yeah, ilikuwa tu lazima nimtafute kwa sababu we need to help some. Mambo imekuwa ngumu, kenda kutafuta wazazi wanapigana, yani vitu zimekuwa hard kabisa. So solution tu ni Dr. Okello na pia Mungu pia ako na sisi na anajua kila kitu itakuwa sawa. So ukaje Dr. Okello? Niko salama tena. Kwaje Sam? Siko vizuri vile. Najua utakuwa sawa. Ukiona hapa Dr. Okello, just know everything will be alright na yeye atakusaidia kila kitu ukirudi sawa na ukue happy man. So Dr. Okello, huyu ndo Sam. Sam. Yes. Nimeanza kutabiria mambo yako kitambo lakini jinsi Tiana amenieleza nije hapa na ni kwa ajili yako. Uko vipi? Siko sawa upande wangu. Niko na mambo mingi sana yanasumbua kwa akili yangu. Ndio maana hata mimi niliambia Diana nitafutie daktari na akanielekeza kwako na akaniambia atanifikisha. Ndio maana leo tuko hapa. Kweli tutaweka yote kwa mkono wa Mungu. Tiana mwenyewe pia naona amesononeka sana, ni kama ana huzuni sana juu yako, lakini yani anakuazia tu mema. Anasema nyewe umehangaika na kuhangaika yako lazima kungekuwa na dawa. Maana hakuna kitu kilicho chini ya jua kinamshinda Mwenyezi Mungu. Tiana pia usikuwe na wasiwasi sana, usikuwe na shaka. Ndugu yetu hapa hivi ashafika the right place na maana alipatana na wewe. Ina ishara kuwa Mungu alitaka asaidike. Kwanza sasa naenda kuweka kwa maombi tukianza ili tuweze kufungua mambo mengi na kufumbua yale ambayo yamejificha. Mungu mweza yote, Baba mfalme mwenye mbingu na nchi, tazama wakati huu Baba tumesimama na kuketi katika ardhi yako ambayo uliumba Mfalme. Kwa uwezo wako Mfalme tuwezeshe kufanya kazi jinsi wewe mwenyewe unavyotaka Mfalme. Tunakataa maroho za giza, nguvu zisizohitajika wakati wa utumishi wako na wana wako wanapotembea kwenye ardhi Mfalme. Tuwezeshe baraka, tufungulie kuondolea visarani, mate na maneno, vivuli vilivyorukwa vyote tunaviteketeza kwa Roho Mtakatifu. Moto mkali tunashusha katika maisha ya huyu kijana Mfalme ili naye aweze kuona mwanga mpya maishani mwake. Weze kutatua shida zote Baba. Fungua mioyo yao na wawezeshe kuweke huru katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Amen. Ile naweza kusisitiza sana ni ufungue roho yako. Sitaki uwe mgumu sana. Ndivyo nguvu nazo za Mungu na roho yake aweze kukaa ndani yako in a way that you can be helped. Understand? Naelewa? Naelewa ulienda kufanya kazi mbali na umerudi, umekuwa na changamoto. So kwa kifupi tu ungependa nikusaidie kivipi kama wewe sasa? Unaweza nieleza maybe few words things kutoka kwa roho yako sasa. Unieleze niko hapa sasa. Mimi ndo mtatuzi na mimi ndo naweza kufanya jambo lolote ambalo linashinda wengine kufanya. Kwa hivyo nataka tu unieleze kwa ufupi tu kwa hali vipi? Asante sana Dokta. Nashukuru sana kwa kuwa hapa. Kitu ya kwanza Dokta, mimi nafanya kazi ya kulinda nchi. Na hizo shughuli zote tunafanya nje ya nchi. Sometimes tuko hapa ndani ya nchi kulingana na venye tumeelekezwa. So kulingana na hiyo kazi nilikuwa nimetoka, nikiwa hiyo kazi shida mingi natoka na nyumbani kwangu.
hapo nyumbani kwangu kuna venye mambo inaendelea yenye sio nzuri. Juu nikiwa kule kazini kuna mambo nilianza kuyaona ama kuyasuspect hayaendi vizuri na mke wangu huko nyumbani. So nimejaribu kufuatilia hadi nikafika mwisho. Sasa nikasema itabidi sasa nimekuja mimi mwenyewe nimejionea. So nikiwa pale kazini mwishowe ndo tutoke, ilikuwa mke wangu tumeongea na yeye, lakini sasa kuna ile message alinitumia nayo haikunifurahisha. So venye alirealize nimeisoma hiyo message akaidelete. So mimi kunirudi kumuuliza kulikuwa aje, mbona hii message nimeipata na inasema hivi na ukaidelete mbona? Akasema hiyo iko yako. Then akaanza kuwa suspicious pia yeye. Kuna ile sasa mambo anaanza kujificha nayo. Kwa hivyo haya maneno unasema, yani unasema kuna mambo fiche ambayo mkeo alikuwa anafanya nyuma huku ukiwa kazini. Hivyo ndo najaribu kueleza. Maana haya mambo yote nayajua mimi. Najua ambacho kilitendekea kwako, najua kile ambacho mkeo alikuwa anafanya. Sasa hivi jinsi nimekutazama, jinsi nimeomba, nimeshaanza kuona mambo mengi sana maishani mwako, na nitakuja kufungua mengine pia bado huyajui. Wewe mwenyewe pia unahitaji kufungulia kifedha, unahitaji kufungulia pia mambo zingine zote ziwe sawa. Najua kile ambacho kilitendeka. Sasa mimi kama daktari niko hapa, manake mimi nataka tu turahisishe maneno. Sitaki tupoteze muda mwingi na pia tusiwe na kujirudia. Nataka tu tusaidiane kuanzia hapa sasa. Hii kesi sasa nipe kwa mkono yangu. Hatuhitaji lawyer, hatuhitaji polisi. Nataka tu ueleze tu sasa. So mke wako yuko wapi sasa hivi jinsi tunavyozungumza sasa hivi? Mke wangu hata sasa sijui kwenye yako, ndio hata sitaki kujua mambo yake sasa. Kuna mambo mengi hata mahali hapo. Kuna mambo ya kisiri ya kinyume ya giza wanaendeleza, na hayo mambo ndio ambayo yanazidi kuficha ukweli. Basi nataka sasa tuelezane hapa. Wakati ulirudi ukafika kwa hiyo nyumba, mkeo alikueleza kuwa alikuwa amekaa hapo peke yake kwa muda huo mrefu. Najua mtu akiwa safarini mambo mengi hutendeka. Mara nakueleza. Sasa wakati ulirudi alikueleza jambo lolote ambalo ni lenye huko unalijua wewe? Hakuna kitu amenieleza yenye sasa. Wewe ndio ulienda ukampata ile wapata wakiwa wanafanya tendo fulani pale. Ni kweli? Ndio hivyo sasa. Sasa inamaanisha kuna mengine zaidi yamejificha, nataka nikueleze leo. Sasa wewe kabla nikueleze, ni lipi la mwisho nakupa nafasi uniweza, ni lipi unataka nikusaidie la mwisho? Kitu ya kwanza daktari, ningeomba sana unisaidie upande wa maisha yangu. Juu ni kama sasa huyu mwanamke ameharibu maisha yangu. Venye namuona kuna ile maisha amenifichia sana. Ni kama wameniweka mahali kwenye hata mimi mwenyewe sijielewi. Juu sasa unaona kama kuna pesa yenye nilikuwa natuma pale nyumbani, lakini saa hizi hasionekani kitu ilifanya. Nyumba yangu sasa hivi venye naongea hivi, nilikuwa nimemwamini sana. Nikaweka kila kitu kwa jina yake. Saa hizi ndio yani ametekea advantage ya hiyo vitu zote. So anataka kunidhulumu nazo. Ningependa sana hizo vitu zangu zirudi. Vitu vyako vitarudi. Unaona wakati huyu mkeo ameshiriki kimapenzi na mwanaume mwingine, Yes. Inamaanisha kuna kifungo kimeingia bado kupitia hiyo roho. Unaona hiyo roho sasa imezidi, na sitaki kuaffect wewe. Hata wewe usijaribu kusonga karibu naye kufanya jambo lolote kama mimi mwenyewe sijaamuru. Hata wakati ambapo tutaweka mambo vizuri, mimi mwenyewe ndio nitakusafisha kwanza. Unaelewa? Manake kuna jambo alitenda hapo na litakuja kuleta mambo mingi sana, nahitaji nikufumbulie saa hii. Kwanza huyo mke, kuna mambo mengine nikikueleza hapa yatakaa ni kama mzaha, lakini mimi mwenyewe nishayaona na najua. Wajua kuwa mkeo ako na mimba sasa hivi jinsi tunavyozungumza. Kitu yako na mimba? Mimba kutoka wapi? Mimi miaka yangu nimekaa huko nje. Hadi sasa hivi mimba inatoka wapi daktari? Ndugu yangu, nataka nikueleze vizuri, nisikize kwa makini. Mimi napoanza kufanya kazi, nikianza kazi, hakuna ambacho siwezi ona. Natazama na kuona kila kina na kilichojificha, na ukweli lazima nidhihirishe kutokana na nguvu ambazo Mungu amenipa mwenyewe. Mimba, ningependa sana kujua mimba ni ya nani na imetoka wapi. Kulingana ile muda mimi nimekuwa naye, sijalala na yeye. Mimba ikatoka wapi? Ni kweli. Sasa wewe mimba, si unajua mimba kutoka wapi? Unless kama ni ya kiroho ama ya kiuchawi. Mimba yenye nazungumzia ni ya yule mwanamume aliyekuwa na yeye. Hiyo ndio mimba nazungumzia. Yeye yuko na mimba. Daktari, unajaribu kumaanisha kuwa huyu mwanaume ni kama wako na mahusiano ya muda mrefu?
walikuwa na muda mrefu. Ambacho kimetendeka ni jambo ambalo lilikuwa linatendeka. Ingawaje inaweza kuwa kulikuwa na wengine, lakini huyu ashatenda hilo tendo, na kwa bahati nzuri ama mbaya kulingana na mapenzi yao ama mpangilio yao, mimba ishaingia pale. Na hiyo nyumba sasa kuna mtoto anatarajiwa na sio wako. Sio wangu daktari kivipi? Na mgeni wangu, nimefanya kila kitu, jitihada yote nimefuata. Itakuwa namna gani? Unanifurahisha sana. Unajua wewe umekuwa nje. Umekuwa nje kwa muda mrefu. Ni kweli? Na kwa muda chochote kinaweza tendeka huku nyuma. Ndio naambianga watu kinga boma ama pia weka boma kwa Mungu, manake wakati unatoka kwenda shughuli zingine, kazi, mambo mengine yatatendeka huku nyuma yenye wewe hauwezi kucontrol. Si ni kweli Tiana? So wewe nakueleza hivyo manake najua wewe ndugu yangu, nataka nikusaidie. Sitaki kushtua. Sijakuja kushtua ama vitisho. Mimi nakueleza ili tuweze kusaidiana, hatua zianze. Hatua ya kwanza ni hii. Sasa ukiwa unaongea na yeye, ukiwa na dini na yeye, na wasikia mkiongea hapa na yeye mambo hivi na hivi. Siri ya kwanza ni kuwa kuna mimba na hawataki kueleza. Daktari, hiyo amenishtua sana. Kitu ya kwanza hata sijafurahia nayo. Juu kulingana venye nilikuwa naamini huyo mke wangu, singetarajia kama anaweza nifanyia kitu kama hiyo. Lakini ningeomba sana daktari unisaidie. Nikaweze kujua hii mambo yenye ilikuwa inafanyika. Mambo ni mengi. Nitaeleza hatua kwa hatua. Mambo ilitendeka hapo ni mengi. Sisi pia kueleza vitu zingine. Maana nataka nifanye kazi mwenyewe jinsi ninavyojua kweli Tiana. Si ndio? Kwa hivyo mimi nataka tu kuwa tuchukue hatua moja, pili, naweka kwa maombi, kisha yule dada akija, nitafanya mambo yangu tena, kiweka Mwenyezi Mungu mbele na mambo mengine yatafunguka. Kweli. So unamaanisha daktari, unamaanisha huyo mwanamke ako na mimba na hata ukimwona akaika ako na mimba? Hauwezi jua. Hizi vitu ni za kiroho sana. Mimba bado iko changa. Bado haijafika kiwango cha kuonekana. Manake sasa nazidi kuangalia hapa, nitaeleza kwa kamilifu. Manake nimepatana na huyu, nilikuwa nataka nisalimie kwanza. Na naona pia wazazi wako wako hapo kwenye line. Yaani kila mtu wako hapo. Mbona unaandamwa? Mtu ambaye anaandamwa sana ni mtu ambaye nyota yake imeng'aa. Na jinsi ninavyokuona nicheke kwanza. Ingawaje usikuwe na wasiwasi, nitaweza kutatua ya mambo yote kwa muda usiokuwa mrefu. So kenye naweza kuambia Sam, ukiona daktari ako hapa, nimeleta daktari kwa sababu najua atakusaidia. Mimi siwezi fanya kitu yenye ninaweza fanya ati nifanye kitu because of maybe nataka, sitaki upate usaidizi, nataka upate usaidizi. That's why nimekutafutia Dr. Okelo. I know he will help you. He is a good man, he is a man of God, na vitu zake anafanya na anatimiza kile kinachokusumbua, kinachokukwaza. Jua roho yako itakuwa vizuri, na vitu zako zenye umesema, pesa nini, kila kitu, jua mambo yatakuwa sawa. Tiana, ningependa kujua kitu moja. Unajua sasa venye tunaendelea ni kama depression hata inaingia kwa akili yangu. I'm very much confused. Juu daktari, venye umeniambia mke wangu ako na mimba, hiyo kitu imenishtua sana. Juu sikuwa natarajia kitu kama hiyo. Na niulize kitu kingine daktari. Juu huyu mke wangu akiwa na yule jamaa kwa hiyo nyumba yangu, kwa hiyo kitanda yangu, kuna msichana mwingine alikuwa pale. Huyo msichana naye ni wa kazi gani hapo? Ingawaje sikutaka kueleza mambo yote, manake uliwapata wawili hapo. Huo ni mchezo wa town. Hao vijana wanaweka mchezo ili kufanya mambo yao yatimie kwa ajili ya raha zao. Ila huyo msichana jinsi ninavyomtazama hapa, huyo ni wa kulipwa afanye kazi yake. Na zaidi ya hapo tena huyo msichana kuna mambo ambayo amejifia. Sasa wakati mambo kama haya yanatendeka, kuna pesa inakuanga mahali. Like kuna pesa inaonekana mahali. Kwa hivyo wewe, na nilikuwa nataka kusema hivi, wewe pesa zako sana zilikuwa zinavutia watu wengi sana. Na hayo mambo yanatendeka hapa ni pesa yako imefanya sana. Manake wanaona kuna hela, kuna mambo, kuna chance, kuna nyumba pale. Sasa kuna wakati, kuna raha zinaendelea pale. Kwa kujua wewe mwenyewe kule uliko umehangaika, unafanya kazi kwa kuhatarisha. Kwanza kufanya kazi ya ulinzi ya taifa, unafaa kuwa umepewa heshima sana. Lakini hakuna mtu atakuheshimu, manake wanaona kitu cha maana kuheshima kwako ni zile pesa ambazo unaotumia.
ambalo ni jambo ambalo mimi nakuja kukataa kwa sahihi, kwamba kila mtu afanye kazi kwa jasho yake, akule lilo lake, kama sio chake na atakirudisha kwa kulia, kwa machozi atarudisha. Na watu pia wakuwe na heshima juu daktari wa mke wake ni kama hata amemukalia jamani. Kuna kiburi sana amemkalia. Na huyo kukalia yani ni kuona kuwa, najua pia kuna mambo zingine ya kufungwa na kufungwa, yani kukosa kuelewa ni nini natendeka kwa maisha yako, kwa maisha yako, lakini kwa huyu sasa usikuwe na wasiwasi. Wakati nimefika hapa mambo itakuwa sawa. So Sam, don't worry, daktari yako hapa na he will help you. Na kama uko popote pale, daktari ni mtu mwenye ako na roho mzuri na ni mtu wa Mwenyezi Mungu, na yeye si mchawi jamani, ama mwasemaje, si mganga. Yeye ni mtu wa Mungu, ana deal with God na Mungu ndo anamcontrol. So guys, stay tuned till next time. Bye.